Jirani. Ninyi watu wa mkuu wa eneo hili. Kwani mkoje? Saidia namna gani? Yaani mtu hawezi kuhamia kwenye mtaa wenu, basi lazima wanaume wa mtaa watamtaka mkeo, mwisho wa siku wanaamua nao pia kama ndo wasali wa ile. Hii ndio nini yani? Wewe, hebu tulia kwanza. Maana unapoka ukumbuka hapo kwenye maeneo yangu ujue. Hata kama nipo kwenye maeneo yako lakini mnanikosea. Mimi sikuhamia kuleta ugomvi kwenye mtaa wenu. Nimehamia nije nikae nitafute maisha. Lakini mume wako hasa hizi yupo guest na mke wangu. Wewe mkaka unaanza umechanganyikiwa. Yaani mama anaanzaje kumchukua mke wako wewe? Mimi namwamini mume wangu. Unishauri kwa chochote. Kwa mimi mjinga kuleta taarifa. Hivi wewe umechanganyikiwa, si ndio? Mimi nimechanganyikiwa. Sawa, kama mimi nimechanganyikiwa. Sawa. Wewe umechanganyikiwa. Sawa. Wewe kwenda zako huko unataka kunigombanisha na mimi sikupenda kwa nini? Mungu we. Haki ya Mungu shemeji, na hapa nimeona kwa macho yangu mawili na hapa nimeona wameenda guest shemeji. Mume wangu hapo na nani huko guest wakati mimi ameniacha hapa jamani? Nimenyata bwana, mnanichanganya sana, nataka nifanye nini mimi? Wewe shemeji vipi wewe unakaa nyumbani umekonda mwenzio ameenda na bonge la shundu. Haki ya Mungu kaja mtaani hapa kila mtu anamtamani, alafu mmeo tabia yake mbaya ameniwahi. Nimetumia kila aina ya njia kumtaka yule mwanamke nimemkosa, kanizidi kete mmeo ameenda guest kanizidi kete, mimi inaniuma, bora nionekane mbea tu. Twende tukafumanie. Yaani, ina maana mama wangu anamchukua mwanamke mwingine kisa mimi sina nyama. Kwani mimi? Twende bwana, twende tukafumanie. Changanya mimi jamani. Wewe usilie, twende guest. Twende tukafumanie huko. Mke wangu. Mume wangu mimi unanichiti. Sikutoshelezi mimi. Jirani. Hapa mnafanya nini? Sio ya mpango wewe. Mama ya. Nimefanya nini? Sijui nitamwambia nini mke wa mtu naona. Mama. Sasa. Nitasema nini kwa mke wangu? Kwa kweli nimeharibu. Ningekamata kwa pale. Si baba balayo. Yaani baba mpaka na hisi moyo unataka kuchomoka yani atataka. Yaani hapa inabidi niishi kama ninja hivi. Ninja. Kama nini. Kibaba kinakimbia kile. Kumbe kwenye mbio anazo kigugumizi tu, lakini kwenye mbio jitahidi. Lazima kushinde mbio yule mwenzio mwembamba. Wewe mnene hivyo ukashindane naye yule. Ila lakini tumemuweza. Katoka balu na mimi namwambia leo nakuwa huku. Yaani mimi ikiwezekana maiti yako nafanya kuwa supu. Hautazikwa. Yaani wewe ni mbuzi wa sadaka. Wasikazeshe. Ila mimi nimefurahia tu plani. Umecheza plani. Unajua hapa mjini tutawakomoa. Yaani ni kwamba ni bado watajigonga wengi. Nikikatiza tu wamo. Nikipita tu wamejileta. Yaani ni kula tu hela zao. Ushinde mbio. Ila moyo wake tumeustua. Naamini hapo alikojificha saizi moyo unapita pwi kama jipu vile. Jipu ambalo karibia kutumbuliwa. Oya kwanza umepata hela? Kanipa hizi.
Basi amenipa 50,000. sasa unaona? Sasa hapo 50 sasa tumeshaanza maisha leo. Lakini hapo sasa plus lazima alipe fidia. Lazima tudai fidia. Hiyo ni lazima. Sawa. Mbona na bado? Tuanze tukomae kwa mwenyekiti, kwa serikali, atukubali, mimi sikubali. Wewe kazi yako ni kuigiza. Mimi kazi yangu kuongea, kazi yako kulia. Mimi sikubali, yani nakiwasha. Mimi kazi yangu napiga maneno, nasukuma maneno kuwa mimi sikubali, nitaharibu hapa hili eneo lote. Eneo la mji huu nitalivuruga kama haki itatendeka. Natakiwa nilipwe fine. Wewe kazi yako hapo ni kulia mume wangu, nisamee sirudii mimi. Namsema sikubali mke wangu kuliwa. Hii mzinga nilichonga mwenyewe. Mimi nitaondoka kwa usipige kwanza. Mwenyekiti nini nizuia? Sawa, mimi nakuzuia. Nikafanya tukio mke wangu karibiwa. Kafanyaje? Kwa macho yangu nimeona mule red-handed huyu mke wangu anakwenda kuharibiwa. Yaani mwenyekiti, ili amani ipatikane kwenye eneo tunaloishi hili, mimi siwezi kudhulumiwa kwa sababu tu ya ugeni wangu kuhamia maeneo haya. Yaani lazima hiyo mwenye kigugumizi ndo babushka. Yule lazima anipe faini ya nyumba yake yote, nichukue ile ya kwetu na mke wangu. Lakini pia ongeze milioni 30 pia nipewe mimi kama fidia. Hawezi kunifanyia mke wangu kamla, kamchungulia, kafanya kila kitu karibu. Sasa nisikilize sasa, sawa? Mimi vinginevyo na mchinja. Hakuna mambo ya kuchinjana hapa. Hicho kinatakiwa kila kitu nitasimamia mimi. Na ile msio na wasiwasi. Ila kama mnabisha usipige simu polisi. Haya mambo tuyamalize huko. Hata kama ni fujo, kama ni muue, kama nifanye nini, ni huku mtaani. Basi pale bado kama. Wewe kula wake za watu lakini. Fanya mchezo mbaya. Fanya mchezo mbaya. Bila dhulumiwa toka nimehamia hapa. Kila mtu anakuwa anamtaka mke wangu mimi. Sio vile kila kitu kitaka vizuri usije. Shemeji. Shemeji. Kwanza Mungu mkubwa, nimekuona upo salama mzima. Mara nimetoka nyumbani kwako hapo nimeita. Unajua nimeita. Nikashangaa mna mtu maskini ya Mungu, nikasema kimetokea nini? Vipi shemeji amesharudi nyumbani? Yaani shemeji yangu mimi nimechoka mpaka saa hizi. Namtafuta mume wangu. Tangia muda ule sijamuona. Nimemmiss mimi, nimemiss ucheshi wake. Usiniambie mpaka sasa hivi hajarudi nyumbani. Yaani hajarudi mpaka saa hizi nakwambia. Shemeji yangu mimi nilijua, kwa sababu hata ile situation ya kuzimia ilipotokea, mimi nilipatwa na shauku. Sasa nimekuja nikasema ngoja kwanza nikapekenyue mambo fulani. Vipi wapo? Sasa kama shemeji mpaka muda huu hajarudi, hilo shemeji yangu ni tatizo. Mimi nakwambia wallahi hilo tatizo shemeji. Lile jamaa lile kitambi kulikaribisha hapa mtani. Mimi nilijua tu kama haya yatatokea. Lile jamaa uaji lile itakuwa limemuua kama hajarudi. Mimi nakwambia haki ya Mungu yule ndiye atakuwa amemuua yule. Mimi na uhakika huo. Yaani katika hili swala mimi nawalaumu nyinyi. Wewe pamoja na Adam. Yaani nawalaumu kwa sababu singekuwa nyinyi kuniletea taarifa, haya yote yasingetokea. Nisingejua kama mume wangu kanichiti mimi. Yaani nisingejua hata kidogo, lakini wewe umekuja kunifuata pamoja na Adam. Unaona sasa alotokea madhara yake sasa. Ndio madhara yake nimezimia mimi. Mume wangu simuone, yaani vyote nimekosa mimi. Kwa nini lakini? Mimi shemeji yangu nimekuja kutaarifu tu kama msaada kwangu. Kuna magonjwa siku hizi. Nimekuja shemeji,